Tarehe 25 Juni mwaka wa 2024 itabaki kuwa siku yenye kumbukumbu nzito katika historia ya Kenya. Siku hiyo jiji la Nairobi pamoja na miji mingine mikubwa nchini iligeuka kuwa uwanja wa maandamano makubwa yaliyotikisa taifa. Ilikuwa ni kilele cha vuguvugu la vijana wa kizazi cha Gen Z waliounganishwa na sauti moja dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Wakiwa na bendera ya Kenya mikononi, sauti zao na simu za mkononi kurekodi matukio mubashara, walionyesha nguvu ya kizazi kipya katika kushiriki masuala ya kitaifa. Swali ambalo wengi hujiuliza ni Kenya ilifikaje hapa? Mnamo tarehe 9 Mei mwaka huo wa 2024, serikali iliwasilisha mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 bungeni. Mswada huo ulilenga kukusanya takriban shilingi bilioni 346 kupitia ushuru mpya kwenye bidhaa na huduma mbalimbali, ikiwemo mkate, mafuta ya kupikia na miamala ya simu. Hata hivyo, wananchi wengi walihisi kulemewa na mzigo mpya wa kodi, huku gharama ya maisha ikiendelea kupanda. Wakati huo huo, kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana kiliongeza hali ya kutoridhika. Kwa wiki kadhaa, maandamano ya amani yaliendelea, huku mitandao ya kijamii kama X na TikTok ikifurika ujumbe wenye kauli mbiu ya #RejectFinanceBill 2024. Licha ya wito huo wa umma, wabunge waliendelea kujadili mswada huo. Mnamo tarehe 20 Juni mwaka 2024, mswada ulipitishwa katika usomaji wa pili kwa kura 204 dhidi ya 115. Siku hiyo pia ilishuhudia kifo cha Rex Kanyike Masai, kijana aliyeripotiwa kuuawa kwa risasi wakati wa maandamano ya kupinga mswada huo. Mvutano ulizidi kuongezeka hadi tarehe 25 Juni pale wabunge walipopitisha mswada huo katika usomaji wa tatu. Hatua hiyo ilichochea hasira za waandamanaji waliokuwa wamekusanyika nje ya bunge la kitaifa. Tukio ambalo halijawahi kushuhudiwa tangu uhuru wa Kenya, baadhi ya waandamanaji walivunja vizuizi vya usalama na kuingia katika majengo ya bunge. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Sehemu ya majengo hayo iliteketezwa moto, huku hali ya taharuki ikitanda jijini Nairobi. Maandamano haya yalikuwa ya kipekee kwa kuwa hayakuwa na viongozi wa kisiasa wala misingi ya kikabila. Yaliendeshwa zaidi kupitia mitandao ya kijamii na ushiriki wa wananchi wa kawaida waliounganishwa na hamu ya mabadiliko ya kiuchumi na uwajibikaji serikalini. Mnamo tarehe 26 Juni mwaka huo wa 2024, kufuatia shinikizo kubwa la umma na kuongezeka kwa idadi ya waliofariki na kujeruhiwa, Rais William Ruto alitangaza kuwa hatatia saini mswada wa fedha wa mwaka 2024. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly
that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Hatua hiyo ilionekana kama ushindi wa sauti ya wananchi. Hata hivyo, kwa familia nyingi ushindi huo ulikuja baada ya kupoteza wapendwa wao. Ni nani waliohusika katika dhoruba hii? Kwa upande mmoja kulikuwa na vijana waliounganishwa na changamoto za kiuchumi na matumaini ya maisha bora ya baadaye. Kwa upande mwingine kulikuwa na vyombo vya usalama vilivyotekeleza operesheni za kudhibiti maandamano pamoja na viongozi wa kisiasa waliounga mkono mswada huo bungeni. Barua toka Jaramogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya kuko sawa, nikawajibu Kenya tuko na disaster, watoto wetu wanazidi kuzikana na tomboya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, jumla ya watu 61 walipoteza maisha wakati wa maandamano hayo na matukio yaliyofuata. Zaidi ya watu 700 walijeruhiwa, huku mamia ya wengine wakiripotiwa kutoweka kwa muda au kukamatwa katika mazingira tata. Jiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisikii dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni Rex Kanyike Masai, Evans Kiratu, Ibrahim Kamau, David Shege, Kennedy Onyango na Eric Shieni, ambao majina yao yameendelea kutajwa katika ripoti mbalimbali za uchunguzi kuhusu maandamano hayo. Kanisa mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Siku za mwisho zimeshawadia na revelation inatua. Hadi sasa uchunguzi unaoendeshwa na mamlaka mbalimbali bado unaendelea. Hata hivyo, changamoto kubwa imekuwa kuwatambua maafisa waliotumia silaha wakati wa maandamano kutokana na baadhi yao kuvaa mavazi yasiyo na alama rasmi za utambulisho. Familia za waathiriwa pamoja na mashirika ya haki za binadamu zimeendelea kusisitiza umuhimu wa haki, uwajibikaji na fidia kwa walioathirika. Tarehe 15 mwezi Juni, Rais William Ruto alipokea ripoti kutoka kwa Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu KNCHR kuhusu idadi na kiwango cha fidia kilichopaswa kutolewa kama ridhaa kwa waathiriwa wa maandamano. Kenya shillings 2 billion we have committed cannot replace a son or a daughter. It cannot restore years and lot of trauma. The chair, Clarice, and her team deserve the request they have made. What it does represent is the state's acknowledgement that harm occurred, that victims matter. What we are doing today is part of correcting the injustices of the past. Leo Juni 25 haitazamwi tu kama tarehe kwenye kalenda. Ni alama ya kumbukumbu ya nguvu ya sauti ya wananchi, gharama ya demokrasia na umuhimu wa kuwajibika kwa viongozi mbele ya umma. Wamama tunapitia uchungu. Kennedy Onyango alikuwa tumaini yangu, lakini kwa sasa Mungu atabaki kuwa tumaini yangu. Juu sioni hali yoyote, sioni haki yoyote ikipatikana. Familia za waathiriwa bado zinalilia haki.
Wimbo huu uliimbwa historia, watu wote mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa majina naitwa Jillian Munyao. Niko hapa kutafuta haki ya mtoto wangu na wale watoto wengine, na nashukuru kwa vile venye tumepewa nafasi ya kwenda kujitetea pale na kwa maombi ya watoto wetu, our fallen heroes. Na tukiwa pale tarehe 25 tunaenda kutafuta haki. Natumai haki itendeke, kwa saizi siwezi sema kuna haki, sijaona chochote hapa mbele. Ni siku inayowakumbusha Wakenya kuwa haki na uhuru mara nyingi huambatana na gharama kubwa, na kwamba kumbukumbu za wale waliopoteza maisha katika harakati hizi zitaendelea kuishi katika historia ya taifa. Nikiripotia Sayare Radio, sauti ya rehema, mimi ni Iv'Ann Njeri, mtayarishi na msimulizi wa makala haya maalum ya kumbukumbu ya Juni 25 mwaka 2024. Nchi yetu ya Kenya tunayoipenda.